kusikia ya kwamba UN imeingilia katikati. Sasa Mama Samia Suluhu jana ameita usiku wa manane, ameita kikao na kuongea na jeshi na kuambia kwamba sasa nchi ni yao, wachunge sana, ukweli usijulikane. Ukweli ulikuwa umejulikana kitambo mama. Katikati ya hao wenye unafanya nao vikao kuna watu wao wamefariki. Kati ya wanajeshi kuna watu wa karibu na kwao wamekufa juu ya upumbavu wako. Au kati yao unafanya nao vikao, kati ya watu 10, watu 7 hawakutaki. Ni ile tu wanaogopa kuchiachisa kasi. Kama saa hii nimesikia hofu imetanda Tanzania juu ya nini? Maafisa wa polisi wengi wameanza kuandika barua ya kuchiachisa kasi. Maafisa wa polisi wengi wameanza kuandika mabarua ya kuchiachisa nini? Kasi. Tulikwambia. Sasa mama ameanza kusema wacha tuongee. Wakati wa kuongea uliambiwa kaa chini, uongee na Watanzania, uongee na wakuu, uongee na wakuu wa vitengo mbalimbali, uongee na wana upinzani, ukaringa, ukakataa. Saa hii maridhiano gani unaleta wakati wamekufa? Hebu niambie, kama ni mtoto wako Rishiwani amekufa, waambiwe tukuja tuongee wakati amekufa. Kabla ya hajakufa uliitwa kikaoni, ukakataa. Tulikwambia ya kwamba Mungu ni Mungu muumba, lakini katika maandiko anasema njooni tukae tusemezane. Ni Mungu anashuka paka anakubali kukaa na wanadamu. Mungu anakubali kukaa na wanadamu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Mama Samia Suluhu, sasa hivi upende usipende kumechemuka, kimenuka. Ulikatazwa wacha kufunga makanisa, ukafunga. Ulikatazwa wacha kuteka watu, ukateka. Ukaambiwa wacha kukimbilia na uchaguzi kama amuchafanya maridhiano, kama amuchasuluhisha shida. Sasa angalia mahali kimefika. Kati ya watu zaidi ya 10,000 wameuawa ndani ya nchi ya Tanzania. Kwanza nimesikia ulituma Abdul mtoto wako akatoa magaidi Kongo, akatoa magaidi Uganda, na wengine wametoka Zanzibar. Watu walikuwa wanawaua wa Tanzania ni watu kutoka Zanzibar. Kumbuka ka Zanzibar hakukuwa na watu kupiwa. Wenye walikufa ni wapumbavu, wenye wanaitwa Ochinga ni wa Tanganyika bara. Wao ndio walikuwa wanauawa. Wenye wanaua watu kutoka Zanzibar kwa kina Mama Samia Suluhu. Watu wa magaidi wamekombolewa na Rishiwani kutoka Kongo. Watu wamekombolewa na Rishiwani kutoka sio Rishiwani, Abdul kutoka wapi? Kutoka Uganda. Juzi wakati mwana Mange Kimambi alisema ya kwamba kuna mashehena container 3 za silaha zimeingia ndani ya nchi ya Tanzania kwa jina la Abdul Samia Hassan. Wakasema hakuna kama hiyo, wakapumbasa. Sasa hivi nasikia kuna wanajeshi wamepanga kuchiachisa kasi. Kuna wamewahi panga lakini sasa wanahofia. Unajua makosa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ile mama ameingia kwa kiti chenye hajui hatari yake, chenye hajui hadhi yake, chenye hajui ya kwamba kinafaa kuchukuliwa aje. Eti sasa ndani ya nchi ya Tanzania ukijaribu kuona tenja uchekise kasi, unaanza kuandamwa. Aita utekwe, uwe kisirisiri, ama uwekelewe makosa, uanza kuandamwa na makesi. Sasa hebu niambie, tuongee ukweli. Wakati tangu Heche akamatwe paka aachiliwe, achawahi chukuliwa mahakamani, ameweka tu kizuizini na ameachiliwa bila hata kufanya masungumuzo yoyote. Hapakuwa na alisema mwenyewe hapakuwa na msungumuzo yoyote, makubaliano yoyote. So ule ni utekaji. Mama Samia Suluhu, kuna kitu kinaitwa katiba. Katiba ikifuatwa nchi itanyooka. Lakini ukisema katiba ni tissue, katiba ni kama storybook, sasa hapo ndio kila kitu ulienda segemege. Wakati mtu amekosa amekamatwa, aende kwa kituo cha polisi, baadaye achukuliwe mahakamani. Hiyo ndio katiba.
Unafanya nchi ya Tanzania kama ni ya mama yako. Unafanya nchi ya Tanzania ni kama ni ya bwana yako. Makosa kisheria. Nchi ya Tanzania ni ya wenye nchi ambayo ni wananchi wa nchi ya Tanzania. Sasa angalia madhara umeleta finally. Umeleta madhara makubwa. Sasa umesikia sasa wanajeshi wenye uko na wao. Afisa wa polisi wengi wamechoka na kazi. Ni ile wengine wanaofia kuchajisa kazi. Wanajeshi wanaofia kuchajisa kazi. Lakini nimesikia saa hii kwa sababu Umoja wa Mataifa umeingilia katikati. Kwa sababu ICC imeingilia katikati. Sasa hivi unaanza kuwapembeleza ya kwamba wafiche ushahidi. Kumbuka wenye unaambia wafiche ushahidi, wao ndio waliona, ndio wako na kila kitu, wako na kila ushahidi ndani ya nchi ya Tanzania. Eti sasa tufanye mikutano, wanajeshi, sijui msemaji wa polisi, sijui mkuu wa nini kitengo gani, tuangalie ficha ushahidi gani unafichwa, ili hali ushahidi gani utaficha ili hali watu wa wenyewe wameuawa. Alafu nataka nikuulize Mama Samia Suluhu, kama wanajeshi uko nao ni waaminifu katika upande wako, je, ile picha ya masiko ya kisiri ya kijeshi ilitoka wapi? Ile video na trend mtandaoni ya kwamba watu wamefungwa, maalufu ya watu wamefungwa, makaratasi, wanasikwa na matrakta na wanajeshi, hiyo video ilitoka wapi? Kuna watu wameshindwa kuchajisa kazi, wanaofia maisha yao. Wengine wanaofia ukienda kazi labda watoto watapata shida, umezoea kupata kasara kamsara kako. So wanaofia kuchajisa kazi. Lakini sio hivyo, sio eti wanakuogopa. Mama Samia Suluhu baada ya ICC, International Criminal Court, kuingilia katikati, baada ya Umoja wa Mataifa kuingilia katikati, sasa wameweza kukaa na personality. Sasa wamejua paka mama sasa hivi wameweza kutetemeka. Wameweza kwa hiyo unatetemeka. Ulikuwa na chichasa, unasema sasa ndio kimewaka. Kwa wale wote nikwambie mama, watu 10,000 kati hao wanajeshi uko nao, kuna wengine wameguswa na hiyo misiba ya Watanzania, nchi ya moja ama nyingine. Bao unasikia mtoto wa dada yake aliuawa, mwanajeshi. Mara semechi yake ameuawa, mwanajeshi. Mara mali mtoto wake ameolewa, suchi mchukuu wake ameuawa, mwanajeshi. Kwani unasikia, watasikia vizuri? Watasikia ni tamu. Haya, lengo gani? Yaani Mama Samia Suluhu anataka uongozi wa damu. Yaani umwage damu ndio uongoze. Damu ya wanadamu. Damu ya wanadamu. Uongoze juu ya damu. Lazima it must cost you. It must cost you. Hakuna vile unaweza ua unaweza ua eti sasa wewe ukae na amani gani? Sasa angalia shida umejiletea saa hii, nasikia misimu ya watu wamekufa, wameweza kusumbua baadhi ya wanajeshi. Nasikia Mama Samia usiku halali, misimu inamsumbua. Juzi wakati alikuwa anafanya interview katika kituo cha PBC, anaulizwa ya kwamba je, ndani ya nchi ya Tanzania iko demokrasia? Eti iko demokrasia ya hali ya juu, ili hali umefunga wana pinzani wote, ili hali umeteka watu wanaonekana kukosoa wote. Demokrasia gani? Do you know the meaning about democracy? Unachua ni nini maana ya demokrasia? Ama unaongea tu kiusegemege tu hivyo, bora uongee. Mama Samia Suluhu, uko na sura mzuri, unaonekana mtu mungwana, lakini ndani yako uko na roho ya kishetani, roho ya kusimu. Roho ya kusimu. So sasa hivi tukiongea, hata ufanye mikutano usiku na mchana ya kupembeleza wananchi, sasa hivi finally nchi itawekwa kwa mikono ya jeshi. Lazima iwekwe kwa mikono ya jeshi. Juu ya nini?
Damu uliyomwaga katika nchi ya Tanzania haijawahi kuwa hivyo. Haijawahi kuwa hivyo. Ni mara ya kwanza. Sasa hivi wacha uone Umoja wa Mataifa umeingia ndani. ICC imeingia ndani. Afrika Mashariki imeingia ndani. Sasa kila mahali umeharibu uhusiano kwa majirani, hata utatorokea wapi? Hebu niulize mama. Kama utaanza kusakwa, utaenda kutorokea wapi? Utakaa mtoro wa nani? Maana Kenya hauwezi kaa. Uganda hauwezi kaa. Zambia hauwezi kaa. Angalia jinsi umetesa kina Diamond. Diamond juzi amekimbilia, amewahi kuja Kenya mara nyingi, tunampokea tunamshangilia. Akafikiria baada ya upumbavu wako atakuja tumsherekea, aliambiwa si hapa, toka. Tanzania hatakikani. Wacha kumwaga damu, usiongoze uongozi wa damu. Kumbuka ni mawi yanaongea kwa niaba ya Tanzania. Upende usipende, sahi kimeumana. Thank you very much for following us. Like, comment and subscribe.